Hello, mambo vipi? Kwenye video hii nimelenga ni kuelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia master page. Unaweza tukaiita master page au page parent. Nini maana ya page parent? Inapatikana wapi? Sawa? Sasa kwa ufafanuzi rahisi ambao naweza nikakupatia, tukisema master page au kwa wengine wanaita page parent, maana yake ni page ambayo kazi yake ni kucontrol pages zilizopo kwenye workspace yako, au zile page ambazo umezifanyia kazi au unazifanyia kazi. Kwa hiyo yenyewe inakuwa inatoa maamuzi kitu gani kifanyike. Ikiwa unataka kuweka watermark kwenye pages zako, ukiwa unataka kuweka labda page number kwenye pages zako, whatever template yoyote unataka kuweka kwenye page, ukitaka kitu kimoja kiapie kwenye pages zote, ndio tunatumia parent page au master page. Umeelewa vizuri? Sawa, naenda kuelekeza kitu kimoja ambacho utaelewa. Tunaenda kufanya kwa vitendo ili upate kuelewa vizuri. Sawa? Sasa unapoona umeshatengeneza document yako, let's say hii ni document yako. Umeona hii document yako ina pages 4, unaweza kuona sehemu ya pages hapa zimejipanga, lakini hii pages ya kwanza mpaka ya 4 umeweza kuona. Sasa kitu ambacho nataka ni kuonyeshe ni kitu kimoja. Kwenye huu mpangilio wa pages zako kuna hii sehemu ya juu hapa kumeandikwa A parent, ambapo page yake ni hii. Hii ndio A parent. Hii A parent, hii ndio master page. Hii ndio master page. Page inayotumika kucontrol hizi pages nyingine. Umenielewa? Mfano, umeweza kuona hizi page zetu zote hizi zina column mbili, zina column mbili. Nikisema ni change bila kuja hapa kwenye master page, nikisema nibonyeze hapa sehemu ya page ya kwanza, nikibonyeza kwenye page ya kwanza, alafu nikaja hapa kwenye properties, ndio sehemu ambayo inatumika kuchange au kubadilisha, kuongeza column au kupunguza. Kumbuka hapa nimeselect page ya kwanza, nitakuja hapa kwenye properties, then nitakuja sehemu ya adjust layout. No, not adjust layout. Utakuja sehemu ya edit page, utabonyeza hapa. Ukishakuja kwenye edit page utakuja sehemu imeandikwa margin and columns hapa. Nikiongeza hapa number of column, nikiongeza zitakuwa 3. Maana yake hapa hazita change kwenye pages zote, itakuwa ni page tu ya pili. Itakuwa ni page ya kwanza tu, page ya pili itakuwa, ukiangalia zimekuwa 3 zote. Yes, umeona? Page ambayo nimeiselect ni hii page ya ngapi? I don't know page ya ngapi. Hii ni page ya pili. Yes, hii page ya pili ndio nilikuwa nimechange. Hii hapa page ya pili. Page ya kwanza unaona kuna page, kuna column 2, page yake na column 2. Page ya pili ndio ina column 3. Page ya tatu ina column 2 na page ya 4 ina column 2. Kwa hiyo kitendo cha kuselect hapa aina ya page alafu ukaja kuongeza column, utakuwa unaongeza column kwenye page husika, sio haziwezi zikaongezeka kwenye zote. Umenielewa? Haziwezi zikaongezeka kwenye zote. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa ni kitu kimoja. Nime undo ili turudi kwenye hatua ya kawaida ya awali, ili nikuelekeze ni jinsi gani ya kuweza kuitumia sasa A parent. Ikitokea unataka kufanya marekebisho ya column, hayo marekebisho utakayoyafanya yaweze kuonekana kwenye pages zote kwa mara moja, utakachokifanya ni kwamba unaweza ukatumia hapa kwa kudouble click hapa. Unaweza ukadouble click sehemu ya A parent, utaona imekuwa selected. Au kama hauwezi kudouble click hapa, basi utakuja hapa chini. Kwa mfano ukiwa kwenye pages ya kwanza hapa chini hapa kuna tabia ya kuna calculate page ambayo umeiselect. Kwa mfano hapo nimeselect page ya kwanza. Nikija nikidouble click hapa, nitakuwa nimeselect page ya pili. Nikidouble click hapa nitakuwa nimeselect page ya tatu. Lakini hapo una uwezo, kuna huu mshale ambao umeangalia chini hapa, sehemu hii ya namba, sehemu hapa.
kuna huu mshale. Ukibonyeza hapa zitakugea namba mbalimbali za peji, lakini pia chini kabisa kutakuwa kuna sehemu imeandikwa a parent. Kwa hiyo kama hauwezi kudouble click huku sehemu ya a parent, unaweza ukaja kwenye huu mshale hapo, utabonyeza hapa kisha utakuja kuchagua a parent. Kama hautaki kuja huku. Umenielewa? Kama la hutaki kuja kuselect hapa, unaweza ukaja kudouble click hapa kwenye a parent. Utadouble click hapa. Ukisha double click hapa ndo utakuja sasa kwenye properties, then utakuja sehemu ya edit pages, edit page. Ukisha edit page utakuja sehemu ya margin and column, utabonyeza hapa. Hapa sasa hivi ukiongeza number of column, ukiweka 4, ukibonyeza okay, ukirudi kwenye pages zako huku zote utaziona zina column 4. Umeona? Zote utaona zina column 4. Zote utaona zina column 4. Hiyo ndio maana ya tunaita master page. Umenielewa vizuri? Lakini kitu kingine nitarudisha kuifanya karatasi yangu sitaki iwe na column. Nataka nitoe kabisa column. Zote hapa kwenye pages zote nitoe column. Nitakuja hapa kwenye a parent kama kawaida, nita double click. Nikisha double click nitakuja kwa sehemu ya properties. Nikisha kuja sehemu ya properties nitakuja sehemu ya margin, nitakuja kutoa niifanye iwe moja tu. Nitafanya iwe moja, nitabonyeza okay. Kisha bonyeza okay, nitarudi huku utaona zote huku hazina column kwa sasa hivi. Sasa nitaenda kuweka watermark kwenye peji moja ya parent page ili ziweze kutokea. Yani parent page utakachokiweka chochote kitaenda kutokea kwenye pages zako zote. Mfano nitaenda kuweka watermark, mfano nitakuja kwenye a parent yangu hapa. Kwenye a parent nita double click, then hapa nitaweka watermark. Let's say nitakuja kuplace, nitakuja kuweka watermark. Let's say hii logo nitakuja kuplace hapa. Sawa? Nitakuja kuplace hivi. Then nitapunguza opacity. Nitakuja kwenye properties, nitakuja kupunguza opacity. Nitapunguza opacity. Let's say mpaka hapa. Umeona? Baada ya hapo utakuja kwenye pages zako huku. Kwenye pages zako utakuwa unaona kila page inakuwa ina watermark. Umeweka kwenye page moja ya parent page, lakini ile watermark imetokea kwenye pages zako zote. Ukitaka usione hii line inayojionyesha hapa na hii linki, unakuja hapa sehemu ya view, utakuja kubonyeza overprint preview. Kwa utaona kitu kama kawaida, au utaona zile mistari ya kuonyesha frame ya ile image uliyoiweka. Ukitaka kuitoa utakuja hapa. Hii ndio sehemu ambayo uta preview kazi yako bila kuona mistari au bila kuona guides zilizopo kwenye kwenye kazi yako au kwenye karatasi yako. Umenielewa vizuri? Yes. Kwa hiyo unaweza ukaona tumeweka watermark kwenye parent page au master page, lakini zimeweza kuonekana kwenye pages zote. Ukitaka labda kuifanya labda unaona kwamba opacity yake haijapungua vizuri, utakuja tena kwenye parent page, uta double click hapa. Ukisha double click utakuja kuiselect, utakuja kwenye properties, then utakuja kupunguza tena opacity hapo. Utapunguza opacity tena. Ukirudi huku utaona kila kitu kimekaa sawa, kila kitu marekebisho yameshatokea. Kwa hiyo hii ndio kazi kubwa ya nini? Hii ndio kazi ya parent page au master page. Sasa twende nikakuonyesha jinsi gani ambavyo page numbers zinawekwa. Sawa? Twende tukaona ni jinsi gani ambavyo page number huwa zinawekwa. Ili uweze kuweka page number kama kawaida, utakuja kwenye parent page, uta double click hapa. Then utachukua type tool yako hii hapa. Yaani sija kufundisha type tool, lakini itabidi nikufundishe. Itabidi nikufundishe tu. Type tool sija kufundisha, lakini itabidi nikufundishe. Utakuja hapa chini sehemu ambayo unataka kuweka, let's say unataka kuweka page number yako. Unaweza kuweka juu, unaweza kuweka chini, whatever. Mimi nitakuja kuweka chini hapa.
Sasa ukishachukua hii type tool yako, utakuja kubonyeza. Ukibonyeza kandamiza, usiachie. Fanya kama vile unachora rectangle. Fanya kama unachora rectangle ndogo hivi mpaka hapa, utaachia. Baada ya hapo utaona kuna mstari unacheza cheza hapa. Umeona? Yani kuna hii kasa inacheza cheza inayokutaka wewe uandike chochote. Usiandike chochote. Baada ya hapo utakuja hii sehemu ya type juu hapa. Ukishakuja sehemu ya type juu hapa, utakuja sehemu imeandikwa insert character hii hapa. Insert special character hii hapa. Ukishakuja hapa utakuja kuchagua sehemu ilipoandikwa markers. Ukishachagua markers utakuja kuchagua sehemu nyingine ilipoandikwa current page number. Utabonyeza hapa. Ukishabonyeza tu utaona kuna A imekaa hapa. Hapa kutakuwa kuna A. Unaweza ukaiongezea size. Hiyo A unaweza ukaiongezea size. Sija kufundisha masuala ya typography, lakini naomba univumilie tu. Nitakuja kufundisha tena masuala ya page number. Kwa hiyo usijali. Na kuonyesha tu hapa. Sawa? Baada ya hapo ukitoka hapa ukija kwenye peji zako unakuwa tayari umeshaweka peji namba 1, 2, 3, 4. Ni automatic kabisa. Ni automatic. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Nita undo. Nitafuta hii. Nitakuja tena kwenye parent page yangu ili kuweza kuweka page namba. Utakuja kuchukua type tool yako. Utakuja kuchora kama vile rectangle. Usibonyeze hivi kama kuandika. Utabonyeza bila kuachia, alafu utatengeneza rectangle hivi. Baada ya hapo utakuja hapa juu sehemu ya type, utakuja sehemu ya insert special character, utakuja sehemu ya markers, then current page number. Utabonyeza, utaona kuna A. A unaweza ukaongezea ukubwa. Utaselect, then utakuja sehemu ya properties kwa ajili ya kuongeza size ya hiyo A. Ukishaongeza tu hivi inakuwa tayari. Yaani kitendo cha kuja huku sehemu ya current page kwenye type huku unakuwa tayari umeshaweka page number. Hivi ndivyo itaonekana A kwenye master page au kwenye parent page, ndio itaonekana kama A. Hii ni special code. Hii ni special code ambayo ina yani sijui nisemaje, nikupe tafsiri gani ili upate kunielewa, lakini hii A unayoiona ni special code ambayo inawasilisha namba. Sawa? Inawasilisha namba kwenye pages zako. Hii ni special code tu ambayo kazi yake kubwa ni kuweza kuwasilisha numbers kwenye idadi ya page. Kwa hiyo ukishaweka hapa A, wewe ukija kwenye pages zako huku za kawaida utaona hiyo inakuwa ni namba hivi. Umeona inakuwa namba 1, 2, 3, 4. Sasa unaweza ukaona namba zako au hizi page namba, una uwezo ukabadilisha aina, mitindo tofauti tofauti ya page namba. Umenielewa? Unaweza ukabadilisha aina tofauti. Unaweza ukaweka namba za Kirumi. Unaweza ukaweka aina tofauti tofauti za page namba. Nafikiri page namba unazijua, huwa unaweza ukaweka page zile namba za Kirumi au mitindo tofauti tofauti. Sawa? Kwa hiyo nafikiri umeshaelewa jinsi gani ambavyo unaweza ukitaka kuhamisha aidha page namba umebadilika, unataka page namba yako ikae kulia au ikae juu, utafanya hivi. Utakuja hapa kwenye parent page, uta double click. Ukisha double click utaona EA yako, utaibeba tu hapa kwa kutumia hii move tool. Nafikiri kwa wale ambao wameshajifunza programu ya Adobe Photoshop na Adobe Illustrator itakuwa rahisi sana hapa. Kwa utabeba tu hapa, unaweza kaweka kwa huku au unaweza ukaongezea ukafanya hivi. Unaweza kaandika page, unaweza kaandika unaweza kaandika page A ambao ni ndo page namba 1, page A. Sawa? Utaongeza kidogo hivi, alafu utaongeza nafasi hapo katikati. Utaongeza nafasi, nafikiri nafasi hapa imeisha. Yes, utaweka hivi nafasi kidogo, utaweka hivi, utaisogeza hivi kiwezekana kidogo.
ni wewe mwenyewe. Unaweza ukapunguza size ya maandishi ili mradi yasiwe makubwa sana. Unaweza ukasema kubadilisha size ya maandishi. Utakuja hapa sehemu ya properties hapa. Utakuja chini kabisa utaona sehemu imeandikwa character. Univumilie kwa sababu bado sijakufundisha typography. Utakuja hapa utapunguza kwa kiwango unachokihitaji hivi. Umepaona hapa, utaweka kwa chini hapa. Then baada ya hapo ukishaweka page number yako hapa, nimekufundisha tu namna kuongeza vionjo, lakini ilikuwa inatosha tu namna ambavyo page number zako itakuwa 1 2 3. Lakini hapa unaweza kuongezea maneno ukaweka page A, ambapo ukija kwenye pages zako huku utaona sasa hivi kwenye pages zako huku utaona kuna page ya kwanza, utaona kuna page ya pili, utaona page ya tatu, page ya 4. Sijui umenielewa? Kwa hiyo utaangalia wewe utawekaje. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika huku, kila kitu kinafanyika huku kwenye nini? Kwenye master, kwenye parent page. Umenielewa vizuri? Kila kitu kinafanyika kwenye parent page. Sio, nielewa vizuri? Kwa hiyo kila kitu utakuja hapa kwenye parent page, uta double click. Ukisha double click kwenye parent page, au kama hauwezi ku double click, nimekwambia unaweza ukaja hapa chini kabisa hapa. Hapa kunakuwa kwa kawaida kuna numbers mbalimbali za page zako. Kwa hiyo utakuja kwenye huu mshale huu hapo, utabonyeza, utakuja kuchagua a parent, ndio parent page. Kwa hiyo utapata nafasi ya kuweza kurekebisha hii a parent yako unataka iweje. Umeshanielewa? Utataka hii a parent yako iweje. Unaweza kukuza hapo ukaiweka vizuri. Unaweza kupunguza. Ukipunguza sana inajificha ile. Kwa utafanya hivi. Sawa? Kwa ukitaka hapo vyovyote utakavyoandika page, nimeongeza neno page A. Hii A nimekwambia ni special code ambayo inaashiria namba zilizo kwenye mpangilio kwenye series moja mpaka na kuendelea huko kulingana na idadi ya page utakazoziongeza. Ndio hii A. Kwenye master page au kwenye parent page inaonekana kama herufi A, maana yake ni special code, lakini kwenye pages zako kule za kawaida itakuwa ni page ya kwanza, page ya pili na kuendelea. Nafikiri utakuwa umeelewa vizuri. Sasa ukishakuwa na uwezo wa kuweka page number, uwezo wa kuongeza aidha maneno kama hapa nilipoweza kuongeza, nimeweka page ya kwanza, ya pili. Sasa hapa nitakuja kwenye page zangu za kawaida huku kama unaweza kuona. Sasa una uwezo ukabadilisha mitindo ya hii namba. Kubadilisha mitindo ya hizi namba, utakachokifanya utakuja huku kulia kwako huku. Nitaweka vizuri hapa. Nita zoom out hivi. Kisha nitakuja hapa pembeni kabisa, juu kabisa huku kulia, hii sehemu ambapo kuna mistari mitatu, nafikiri unaiona hapa. Mistari mitatu hii hapo utabonyeza. Ukishabonyeza hapa utakuja sehemu imeandikwa numbering and section option. Numbering and section option utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa kuna sehemu inaitwa page numbering. Unakuja hapa kwenye style, unaweza ukabadilisha style ukaweka ambayo inaanza 01, ukabonyeza okay, kwa itaanza 01. Au ukasema mimi nataka staki hiyo, nataka numbering and section option. Nataka labda style iwe, nataka nitumie namba za Kirumi hizi, tabonyeza okay, zitakuwa hivi. Sijui umenielewa? Kwa hiyo the way utakavyokuwa unataka wewe ndo hivyo zitakavyoonekana ukija ukibonyeza hapa. Kwa hiyo utakuja utachagua mitindo tofauti kulingana na unavyoziona hapa. Ukisema hizi anze 001, ukija ukibonyeza okay hapa utaziona zimekaa hivi. Nafikiri utakuwa umejifunza kitu. Asante sana. Karibu tena next tutorial. Bye bye.